Hello Gen Z, kizazi cha 2000, kizazi cha TikTok, kizazi cha AI, kizazi cha AI ChatGPT, kizazi cha watoto 2000, jinsi ya kutajirika kupitia teknolojia mlioipata sasa hivi, jinsi ya kutajirika kupitia teknolojia ya AI, kupitia teknolojia ya ChatGPT. Gen Z, watoto 2000, mnaweza kutajirika kiwepesi sana katika hiki kizazi cha teknolojia ambayo inakuwa haraka, inakuwa faster. Lakini pia teknolojia inaweza kukuharibu mara moja, inaweza kukuharibu ubongo wako, inaweza kukufanya ukawa maskini wa kutupwa. Lakini unawezaje kutajirika kupitia teknolojia iliyopo katika kipindi hichi cha kwenu, kipindi cha Gen Z? Ufanye nini katika hiki kipindi ili kuhakikisha kwamba unapiga hatua ama unasogea? Cha kwanza, lazima ujifunze kutumia mitandao ya kijamii. Jifunze kutumia teknolojia, sawa? Jifunze kutatua matatizo kupitia teknolojia ambayo umeipata kupitia AI, kupitia maudhui. Tengeneza maudhui mbalimbali ambayo unajua, maudhui ambayo yatatokana na kipaji chako ulichonacho ndani. So ukitumia maudhui hayo, inaweza kawa ni kuelimisha, inaweza kawa ni kuburudisha, inaweza kawa ni kuunda kitu chochote. Tumia mitandao hii ya AI, tumia mitandao ya kijamii, tumia TikTok vizuri, tumia Facebook vizuri, tumia Instagram vizuri, tumia mitandao yote ambayo unajua vizuri, utaweza kupata kipato kikubwa. Tengeneza maudhui kwa AI, mfano YouTube, TikTok, post kote huko ili kuweza kuonesha kile ulicho nacho. Kwa hiyo ni chanzo cha kuwa tajiri hapo ulipo. Okay? Tengeneza blog kama ukiweza, tengeneza vitabu, tengeneza inbox, sauti na simulizi, hadithi. Ukijenga hazina kubwa, unaweza kupata mapato kupitia matangazo, kupitia udhamini, kupitia mauzo, kupitia sponsor, kupitia sponsoring. Kwa hiyo unaweza kupata pesa kwa namna hiyo hapo. Jifunze kutumia tu mitandao ya kijamii, unaenda kuwa big boss, tajiri, boss kitita, kwa sababu tu ya AI, ChatGPT ama teknolojia ya kizazi cha Gen Z. Aye nuru, mimi mwanga wa uelewa, sauti ya hekima. Kaa hapa uweze kunisikiliza, niweze kukupa namna ambavyo unaweza kutumia teknolojia ya AI kutajirika. 2, huduma za AI kwa wafanyabiashara. Watu wengi hawajui kutumia AI vizuri. Hii inasababisha kwamba waone kama mabadiliko ya AI kwao yamekuwa ni shida, ama kama yanawaletea uzito. Lakini unaweza kutumia AI vizuri, ukajifunza na kufanya upige hatua. Unaweza kuwasaidia watu, mfano kutengeneza matangazo, kuandika maudhui, kutengeneza picha, kusimamia mitandao ya kijamii. Zote hizo ni fursa katika kipindi hiki cha Gen Z, kipindi cha teknolojia ya AI. Unaweza kuitumia vizuri. Uza maarifa, jifunze ujuzi unaohitajika, sawa? Uhariri wa video, uandishi wa maudhui, ubunifu wa picha, kisha fundisha kwa wengine. Uza huduma hizo, upate pesa, upate mitonyo, kwa sababu tu ya teknolojia. Kipindi hichi hakihitaji usome sana, kinahitaji uwe na ujuzi tu wa teknolojia na namna ambavyo unaweza kuitumia AI kukuza kile ulicho nacho ndani, kukuza kipaji chako, kukionyesha kipaji chako, kuonesha ujuzi wako, kuonesha experience yako uliyopitia katika maisha, na uweze kutengeneza kibunda au uweze kutengeneza vitita, au sio bwana? Cheza, igiza,
Tumia kipaji chako, acha kujibana wewe. Jenga chapa yako, jenga brand yako kwa namna ambavyo unaweza kupitia mitandao ya kijamii, basi unaweza kupata pesa nyingi mno. Mfano, ukijenga kwa mfano brand yako, badala ya kutafuta pesa haraka, jenga jina linaloaminika kwa watu. Tengeneza hazira kwenye YouTube, TikTok, Facebook. Hazira ndiyo mali yenyewe. Ukiwa na watu wengi ambao wanakuamini, amini kwamba tayari umeshatengeneza pesa. Pesa zitakuja tu bila hata kuzifukuzia. Pesa zitakufuata zenyewe. Sawa? Changanya AI na biashara zako za kawaida za kila siku. AI inaweza kusaidia kutafuta wateja, kutengeneza matangazo, kujibu maswali ya wateja, kupanga biashara halisi. Ikisaidiwa na AI mara nyingi huwa na nafasi nzuri ya kukua. Mambo matatu muhimu zaidi: jifunze kutumia AI vizuri kuliko watu wengi. Tengeneza hazira au mtandao wa wateja. Tatua matatizo ya watu badala ya kufuata mbinu za utajiri wa haraka. Hii itaweza kukusaidia sana kupiga hatua na kufanya mageuzi katika kipindi chenu cha Gen Z na vipindi vijavyo, vipindi vya alpha na kadhalika huko mbele. Au sio? Kupitia teknolojia unaweza kufika mbali au kufikia malengo ambayo ulikuwa huwezi kuyafikia. Kipindi fulani ambacho mitandao ilikuwa haipo, watu walikuwa wana struggle sana. Mtu ana kipaji chake, anawaza atakionyesha wapi kipaji chake kwa sababu hana platform. Lakini sasa hivi easy man. Platform ni simu yako mwenyewe. Kupitia simu yako tu unaweza kuposti kile ulicho nacho ndani na ukakionyesha kwa watu, so kikawafikia watu. Cha muhimu ni consistency, mwendelezo. Usitake like na comment kwa haraka. Umeona kuna watu wana likes 100 au wana likes 200, wana comment 100,000, wana comment 500, wana subscribers wengi YouTube, wana viewers wengi YouTube, au wana followers wengi TikTok, Facebook. Una data, unataka kutumia shortcut way kufikia hayo malengo, utafeli. Nenda slow but sure. Nenda mwendo wa taratibu lakini ufike mbali. Ukianza jambo lako, endelea, usiishie njiani. That is. Kwa hiyo kufanikiwa ni rahisi. Focus kwenye jambo lako, unaamini hicho ndio kipaji chako, unakipenda, unakiweza, fanya. Hata sipo like mtu hata mmoja, endelea kupost content, endelea kufanya unachokifanya. After 2 years, 4 years, 5 years, utakuwa hapo ulipo. I am Nuru. Mimi ni mwanga wa uelewa, sauti ya hekima. I'm out.